Tunaamini kumpeleka Azam visiwani pengine inaweza kuwa ndio uwanja wa machinjioni Guantanamo Bay, na wao ndio mechi ambao wanasema kwao ndio imeshikilia hatima ya ubingwa wao. Mimi sitaki kuongelea kuhusu wao. Sawa? Mimi sitaki kuongelea kuhusu wao kwa sababu kwanza najiuliza mpaka sasa hivi ina sababu gani ya Azam kupelekwa Zanzibar? Ndio mwenyeji Afrika. Haya mambo yakiwa hivi basi itakuwa basi rahisi. Mbona mimi leo nimepangiwa saa 8 na ikatolewa sababu ya kupangiwa saa 8? Mimi leo nimepangiwa saa 8. Au jamani mjaona nimetoka jua kali hata jasho litoki. Lakini mbona fresh? Yaani wao kwa nini tu yani wakiwa ikifika kwenye kipindi kama hichi wanajiamulia mambo. Why? Inaumiza afu inasikitisha. Kwa hiyo hamjakubaliana na mechi kwenda Zanzibar. Mimi sijaona sababu. Ila kwa sababu kama wao wanaona sababu, sawa, atafungwa popote. Aende Mwanza, aende Zanzibari, aende Mafia, aende wapi, yule mtu atapoteza popote na Simba bingwa. Yule mtu aende popote anapojua yeye. Mafia, Zanzibar, si wapi, lakini Simba bingwa. Ile kauli ya kila mtu ashinde zake. Mimi za kwangu nashinda hata kama kiugumu ila nashinda. Na yeye anasema atashinda zake. Sawa, kuna kamchongo fulani nakasikilizia. Hao kamchongo muda wote kata. Mukhtar, tuzungumzie bao la Elia Mpanzu ambapo maneno ni mengi mtandaoni. Kuna ambao wanaona lile pale halikupaswa kuwa goli bali ni offside. Maneno ni mengi kwamba wekundu wa Msimbazi wanabebwa. Sawa, sababu sasa hivi kwenye wakati kama huu maneno mengi atazuka. Lakini lile goli kwa sababu hata yenyewe Azam amerudia zaidi ya mara 8. Sijaona offside pale. Huyo mtu ambaye anaosema offside muulize timu gani? Yaani tuulize tu timu sasa hivi. Wewe unaosema ile goli la Mpanzu ni offside. Wewe ni timu gani? Sasa unamkuta mtu utopolo. Kweli kwa nini asione offside? Lakini goli fantastic ambalo assist imetoka kwa Kratos Chota Chama, mtoto mdogo ambaye alipumzika mechi kidogo 2-3 hapa. Leo kaingia, kafanya miujiza, mguu wake mwenyewe umesababisha goli. Kratos Chota Chama. Assist imetoka kwenye mguu wake. Ikaenda kwa Mpanzu. Mpanzu akapiga kwanza chenga upepo, akapiga chenga golikipa. Goli ile hapo. Ile haikuwa offside. Kaka, hapa nazungumza Kiswahili fasaha. Mtu anaosema offside, muulize wewe ni timu gani? Azam amerudia zaidi ya mara 8 ile goli. Wewe unakuja kusemaje vipi offside? Si unaelewa? Mtu anaosema offside hayatakii mema Simba Sports Club. Sisi watasema lolote wanalotaka. Ila mwaka huu sisi ni bingwa. Sisi hatufukuzwi wachezaji. Kwa timu inafukuzwa wachezaji. Hamjasikia hiyo? Hamjasikia hiyo? Kuna mtu hayupo sasa hivi hapa, hamjasikia? Beki namba 2 hayupo sasa hivi, hamjasikia? Beki namba 2 yule kafukuzwa, hamjasikia? Hamjasikia. Kaambiwa anarudisha na nguo zote, hamjasikia bado jamani? Jamani. Salamu utaposti? Utaposti? Kafukuzwa. Nani? Kafukuzwa. Naonesha ni picha. Sasa hivi wana shule yetu kidogo hapo likizo, tunaogopa. Kafukuzwa. Hayupo. Mwenda. Nani? Mwenda huyu hayupo. Mwenda huyu. Hayupo huyu. Bwana kafukuzwa lini Mukhtar? Hayupo, yuko zake Morogoro sasa hivi huko. Shahidi kaka. Kaka tulia kwanza, sijataja jina la mtu, sina jina la mtu. Picha ya Mwenda hiyo. Huyu nani? Israel Patrick Mwenda. Hayupo. Yuko wapi sasa? Kafukuzwa ndugu yangu. Sababu nini sasa mpaka wamfukuze? Kwani sababu ile muondoa kocha wao ni nini? Hawajalizishwa na kiwango chake cha ufundishaji. Kweli? Hivi kweli wewe ukimzungumzia beki namba 2 utasemaje kuhusu kiwango chake? Kuna shutuma tu ambazo amepewa. Unaelewa kwamba kuna shutuma amepewa, shutuma ambazo mpaka mimi najiuliza mpaka sasa hivi ni kweli? Ni kweli kwa hizo shutuma kweli zinamfaa? Sana na mechi ya kule JKT au? Of course. Zinahusiana. Zinahusiana kwa kiasi kikubwa sana. Ndio kwezee kidogo. Kijana sasa hivi hayupo. Sawa. Wewe labda niulizeni nyie kidogo mnapata nafasi ya kwenda. Ushakuona Mwenda mazoezini lini? Mwenda anaumwa kwenye mechi unamuona? Hujamuona kitambo Mazoezini nyie mnapata, nyie Salamba mnapataga nafasi ya kwenda. Mnaona? Mmemwona Mwenda? Afukuzwa bwana. Yaani tuzungumze by fact. Mara mwisho wewe umemwona Mwenda lini mazoezini? Siete Shabalala naye hayupo majeruhi. Kwa hiyo Mwenda majeruhi. Taarifa ya Mwenda yeye kwa majeruhi unayo? Sina. Una Basi mimi nakupa sasa. Ndani kabisa. Hayupo. Na umemwambia mkataba wake sasa amevunja? Amevunja na mkataba wake. Ila yake nyingine amemwambia atamalizia kwenye simu. Wewe Stefan mpata wapi? Tulia mjini hapa, ubaya ubwela ndio unaitwa huo. Si jasusi.
Kila mtu hajasusa. Na mnajasusi. Of course. Shamiri. Na usiache hii. Nimekupa hizo. Ndio maana nimekwambiaje, unaendaga mazoezini. Mara mwisho kumuona mwenda mazoezini lini? Hapo nijibu wewe, lini? Yaenda. Je, mwenda hadi mazoezini anaumwa? Kwenye mechi yuko zake Morogoro huko. Sisi tukienda kucheza na nani wale Mtibwa, tutampitia hapa. Tutaenda hapa tena kumsalimia mwanetu. Sababu alivyoondoka sisi kwetu, aliondokaga tu hivyo tu. Sio, lakini bado tunampenda, bado tunamsemea. Nafasi yake ipo. Nafasi yake kwa sababu ndio bado tulimuongeza mkataba. Sema tu jeuri yake mwenyewe mwenda. Akasema mimi napiga sana vyuma. Vyuma wapi sasa? Unajua tu nikwambie kitu kimoja. Kila kitu kinazungumzwa kwa sababu ya nafasi. Sawa? Leo hii kuna wachezaji wazuri sana Simba. Nafasi yako ikifika utaingia. Leo hii unapomzungumzia Vedatus ni beki mzuri, lakini usipo unapata nafasi mara moja. Ukipata nafasi onesha. Wewe utamkalisha Derock nje? Utamkalisha Kibabage nje? Si unanielewa hapo? Naomba bwana Kibabage hawezi kumkalisha. Maana nakwambia hapo, nichukue vizuri hapo. Nichukue kwa point, sawa? Safu ya nyuma ina watu. Onesha kitu upate kitu. Unaelewa? Na hii yeye akionyesha, yani angeonyesha kitu. Sisi Simba tuna kitu kusema, tuna shukrani. Lakini alipoenda sasa. Hawana. Kwenda kata. Okay, tumalize na la Enos Loemba. Kuna baadhi ya mashabiki wa Wekundu Msimbazi wanalalamika kwamba pengine pale mmepigwa, maana wenzake walioingia nao dirisha dogo kila mtu ana magoli. Wamemtaja Kennedy Basegwe, kuna Anseti Oura, lakini kwa Loemba imekuwa ni tofauti katika ligi kuu Tanzania bara. Nataka niseme kitu kimoja. Mpira kuna muda unakubali, kuna muda unakataa. Right? Unaelewa? Lakini Loemba huyo ambaye alikuwa anaingia, sawa? Kuna kitu kinaonekana. Sometimes assist wangeo wanafunga. Unaelewa? Tusiangalie hapa jamani. Tusiangalie kufunga. Je, ana mchango gani kwenye timu? Hapo jamani naeleweka hapo. Ana mchango gani kwenye timu? Mchango wake ni mkubwa. Leo kaingia hapo, nadhani unaona kuna magoli ambayo amekosa na kuna assist ambazo ametoa. Uongo? Wewe unataka kitu gani sasa mtu ambaye unakuja kumzungumzia Loemba kwa ubaya? Labda angekuwa anaingia, alafu sasa akipigwa mpira anampita tobo, tungesema hapa tumepigwa. Lakini mtu ana force kufunga, nao pia ni bahati. Anakosa Messi. Ndio kugusa hapo. Tunaelewa. Kwa maana mpira siku zote ni kama mambo mengine, ni tuseme tu tupeane muda. Unaelewa? Kwanza ameongea katika kipindi ambacho kina pressure nyingi sana. Sawa. Lakini bado kwenye hiyo pressure akiingia unasema kuna mchezaji kaingia. Kwa maana mengine yanazungumza, ndio maana akatuzana sasa hivi. Mimi kama mimi siwezi kuona jema la utopolo. Siwezi kuona. Naye pia hawezi kuona. Yaani mimi siwezi kuona. Ndio maana nakwambia wamehama uwanja. Ndio maana nakwambia wamemtimua mtoto watu. Siwezi kuona. Kama wao hawezi kuona la kwetu, au maneno wanazungumza watufudenge, lakini kwangu mimi Ino Loemba ana kitu anachokifanya pale kikubwa sana ndani ya Simba Sports Club. Na mitano tena. Kile hapo kuna watu wanaingia kwenye uchaguzi. Kwa maana yake kiti tayari ipo. Ndio wakati mchague tumalizie uwanja form 4. Bila form 4 huwezi kuelewa. Bila form 4 huwezi kuelewa. Kwa hiyo nadhani kuiongoza timu ni rahisi sana. Sana. Salamba. Bwana wenyewe wanasema kwamba hata wasingeongelea kuhusu uwanja, lakini viongozi wao wangechaguliwa. Kweli? Lakini sasa kwa nini waliitisha kile kikao? Sawa basi. Tusizungumzie hiyo swala. Kwa nini waliitisha kile kikao? Alivyoingia mwanzo, aliingia na ile ajenda. Sijui mnakumbuka jamani? Mnakumbuka Sasa ukumbuki unakumbuka? Mnakumbuka Aliingia na hiyo ajenda. Leo hii muda umeisha, ameota na ile ajenda. Yeye mstuki. Haifai kipindi basi hata mstuke basi. Subiri wiki 18 mpaka 24 tao. Mpaka sasa hivi wiki ngapi? Bado. Sasa nikwambia kitu kimoja. Uwanja ukishaanza kuzungumzia kizungu. Process. Wait. Is coming process. Wait. Ze mkataba lini? Wewe hamna uwanja hapo. Nisikia vizuri. Hapo kuna za uso. Yaani anayatopa moja vizuri. Ukiona uwanja unazungumzia kizungu, Kiswahili. Kuna uwanja huu. Ukibadilika sasa, neno la uwanja linakuwa playing, si waiting, is continuous stadium, wait. Hakuna uwanja. Uwanja unazungumzia kizungu. Kama kweli wewe unaweza kutengeneza uwanja unazungumzia kizungu. Leo yuko ukauliza, vipi kuhusu uwanja na kujibu nini? Wait, the process is too big. Wewe bwana, hakuna uwanja, process is too big. Kama kweli wewe tajiri, fanya kweli. Sisi hapa Eliza, tajiri wetu alisema nitaleta Eliza.
Nani huyo? Jayut International. Alikuwa muda gani ahadi? Alipoingia tu na hajasema siku. Akaleta nini? Tofauti wake sasa. Sisi na wale ni hichi. Sisi ataongea kwa miemko. Tajiri alisema mimi nitaleta Eliza. Hajasema siku. Nadhani waandishi mlikuwepo. Tuko vizuri salama Hajasema siku. Kaleta gari. Gari lipo. Ndio maana leo unaona kila mtu anaumia roho huko. Gari mara yuzi, mara gari na nembo mbili Scania si na Eliza. Gari si choo chake kibovu, lakini bosi wetu kaleta. Wao ndio uwanja. Kesho tunajenga uwanja. Je, huo uwanja umejengwa? Basi sawa basi. Hata foundation umeona? Kwa hiyo kuna utofauti kati yetu wale na sisi salama. Sisi tumenyooka, ndio maana nakwambiaje, ubingwa utake usitake mimi na uchukua.